Malaika Gabrieli alimtokea Bikira Mariamu, akamweleza atabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na atazaa mwana atakayeitwa Yesu Mwokozi. Yosefu mchumba wake naye aliwahishwa na ndoto ya kimungu asimwache, bali amchukue Mariamu awe mke wake, kwa kuwa kilichozaliwa ndani yake kilikuwa cha Mungu. Wakati uvumi wa kuzaliwa kwake kimuujiza ulipoongezeka, Mfalme Herode, akihisi kiti chake cha enzi kiko hatarini, aliamuru mauaji ya kinyama ya watoto wasio na hatia. Wakiongozwa na ndoto za kimungu, Mariamu na Yosefu walikimbilia Misri wakiwa na Yesu mchanga. Akiwa mvulana, Yesu tayari alionyesha hekima ya ajabu. Akiwa na umri wa miaka 12 tu, alijadiliana maandiko na wanazuoni wa hekalu na kuwaacha na mshangao. Walakini ilikuwa tu akiwa na umri wa miaka 30 ndipo alipoanza huduma yake ya hadhara iliyobadilisha maisha ya watu. Aliwachagua wanafunzi 12 tofauti, kutoka kwa wavuvi hadi watoza ushuru, kuongozana naye katika misheni ambayo ingebadilisha mkondo wa historia. Miujiza aliyoifanya ilikuwa ya kushangaza. Aliwaponya wagonjwa, aliwapa vipofu uwezo wa kuona, aligeuza maji kuwa divai na hata aliwafufua wafu, akithibitisha uwezo wake wa kimungu. Mafundisho yake yaliyojikita katika upendo wa msamaha na imani yalivuta umati mkubwa. Alizungumza kwa mifano, akitumia hadithi rahisi kusambaza ukweli mkuu na kufanya ujumbe wa kimungu ueleweke kwa urahisi. Lakini ushawishi wake ulioongezeka ulionekana kama tishio na viongozi wa kidini na Warumi. Walipanga njama dhidi yake, wakamdanganya mmoja wa wanafunzi wake wa karibu, Yuda, ili amsaliti kwa vipande 30 tu vya fedha. Matukio yaliyofuata yalikuwa ya haraka. Yesu alikabiliwa na mashtaka ya uongo, alikabidhiwa kwa Pontio Pilato, na kinyume na uamuzi wa Pilato mwenyewe, alihukumiwa kifo kwa kusulubiwa. Baada ya kuvumilia masaa ya maumivu na dhihaka, Yesu alitamka maneno yenye kugusa, Baba, wasamehe. Alionyesha upendo wake usio na mipaka na rehema. Mwili wake ulichukuliwa na kuwekwa ndani ya kaburi lililofichwa na jiwe kubwa. Siku 3 baadaye, kaburi lilikuwa tupu. Yesu, akiwa amefufuka, aliwatokea wanafunzi wake na wengine wengi kwa siku 40, akiyarejesha mafundisho yake na kusisitiza umuhimu wa imani. Kisha alipaa mbinguni, lakini si bila kuacha ahadi ya Roho Mtakatifu, mwongozo wa kimungu kwa waumini wote ambao baadaye ungekuwa msingi wa Ukristo. Asante kwa kutazama Siri za Ufalme TV. Tafadhali subscribe na share. Mungu akubariki.